ndege. Vipi, unaonaje mazingira? Hilo ndo swali langu ambalo mimi nataka nikuulize. Leo nimeamua kuleta sehemu hii kwa sababu ni sehemu palipotulia, tunaliwazika tu na sauti za ndege. Hivi una hudumu na Wahindi? Hapana, kwani umeuliza? Mambo ya Kihindi unajua. Wewe ushazoea tu, muda mwingi tunakutana pale juu. Lakini pale hapako vizuri. Unajua nini? Ndio maana mimi huaga sichoki kukupenda, yani kuwa karibu na wewe kwa sababu wewe ni mtu wa surprise kila siku. Yaani unakuwa mtu wa kubadilika kama kinyonga. Yaani hiyo ndio inakuwa inaniloga. Yaani unanivuruga akili yangu. Ndio, lazima nikujali, lazima nikufanyie vitu tofauti kwa sababu wewe ni mpenzi wangu na kupenda, ndio maana nafanya hivi. Ila leo nina surprise. Tena surprise hii ni kubwa kuliko za siku zote. Ipi? Ila mimi nina sharti. Sharti langu nataka nikufumbe macho. Fumbe macho? Ndio. Sasa hapa kuna nani anayetuona? Si mimi na wewe. Ngoja nikufunge. Usifungue hapo. Nafanya hivi kwa sababu nakupenda. Yaani naamini kwamba hichi kitu ambacho nitakifanya leo kwako hautakuja kusahau katika maisha yako. Unajua, ngoja usitumie nguvu sana ya kunielezea. Mimi naelewa. Naelewa unachofanya, alafu unatakiwa uelewe kwamba chochote utakachonifanyia mimi kwangu sawa. Kwa sababu nakupenda sana. Nimefanya yote kwa sababu nakupenda. Hatimaye nimefanikisha jambo langu. Nimemuondosha huyu mpuuzi. Maana alikuwa ananisumbua sana. Sasa niko huru katika mapenzi yangu mimi na wewe Mansur. Isabela. Tulazimu leo tuende nyumbani. Ili tuende nyumbani tuongee vizuri. Maana mazingira sio rafiki sana kwetu. Ndio mpenzi wangu. Hapana Mansur. Kwani tusianzie tu hapa mpaka tufike nyumbani?
Isabela. Isabela. Abe kaka. Hebu kuja hapa. Isabela. Vipi mbona huyo? Mbona mtu mwenye wasiwasi? Hebu sogea kwanza. Isabela mdogo wangu. Nini unakimbia kama kichaa? Na umepatwa na nini? Kaka, wakati nipo bondeni kuna kitu kilikuwa kinanikimbiza. Sijui nikielezeje, lakini yani kipo kwenye muonekano. Hebu niweke wazi Isabela. Kitu cha ajabu kipi hicho? Kaka, wakati natoka bondeni nimekutana na hicho kitu. Sijui kipoje lakini kinanikimbiza. Yani kinanikimbiza. Yani sijui, mimi siwezi kukielezea jinsi kilivyo. Ila kitu kitu kibaya. Cha ajabu sana. Kimeanza kunikimbiza kuanzia bondeni mpaka huku. Okay, sawa. Ondoa pressure. Wewe nenda ndani ukapumzike. Sawa. Sawa kaka. Umesema mdogo wako alikuwa anakimbizwa na kiumbe ambacho hakijulikani. Ndio. Unaweza ukanipa story vizuri? Mganga Kiwembe, mimi nilikuwa ndani, ghafla nikamwona mdogo wangu anakuja mbio. Nikamuuliza nini unakimbia? Akaniambia anakimbizwa na kitu kikali sana na kinaweza kuhatarisha maisha yake. Nimetoka pale sina jawabu lolote, na ndio maana nimekuja kwako ili mradi uniambie nini kinachotaka kutokea katika familia yangu na katika kijiji hiki. Watu wengi sana naona wanaifuatilia familia yangu. Hebu niweke wazi. Kafuku, pole sana. Mdogo wako ana roho ya kinyama sana. Ana roho ya kinyama? Mdogo wako ameua mtu, tena amemwaga damu katika kaburi la binti Sarafina ambaye alishakufa miaka 400 iliyopita. Dada yangu huyu Isabela ninaomjua mimi anaweza vipi kumwaga damu ya mtu? Umzania siyo ndo huyo. Isabela amemwaga damu ya mtu katika kaburi la binti Sarafina aliyekufa ndani ya miaka 400 iliyopita bila nafsi yake kuchukuliwa. Sasa huyo kijana ambaye wamemuua, nafsi yake binti Sarafina imeingia katika mwili wa huyo kijana. Hiyo nafsi ndio hiyo iliyoanza kumkimbiza mdogo wako, na sisi wote wanadamu ambao hatuna hatia tutaingia katika hilo janga. Sasa mganga, tunafanyaje? Kwa sasa hivi itabidi uende nyumbani, tena mwambie Isabela asitoke ndani hata mara moja, kwa sababu hiyo nafsi ipo hapa kijijini nazunguka. Na wewe usitoke ndani, mimi nalishughulikia ili swala, alafu nitakuita.